iliyopita tulifundishwa kwa habari ya Elia akiwa mlima Karmeli, na kabla hatujafika hapo kujifunza hii sauti ndogo tulivu, naomba nitoe utangulizi ufuatao kidogo, alafu baada ya hapo tutaendelea. Kwa nini inafikia hii sehemu mpaka Elia anakimbia anaenda jangwani na kujitafutia, anasema ya kwamba ili afe? Kama tukikumbuka vizuri, Mungu wakati anaokoa Israeli toka Misri, akatembea nao jangwani kama miaka 40 na akawaingiza nchi ya Kanani kwa mkono wa Yoshua, akiyapiga yale makabila 7. Na baada ya hapo alipoondoka, wakainuka waamuzi wakalisimamia lile taifa mpaka mwamuzi wa mwisho Samueli anasimama. Israeli wanaamua kumkataa Mungu, wanajitakia mfalme, na Mungu anaamua kuwapa mapenzi yaliyoruhusiwa. Anawapa Sauli kama mfalme wa kwanza, na Sauli kuna makosa alifanya, akakataliwa, akainuliwa Daudi. Daudi akafanya kwa wakati wake, akamaliza. Mfalme wa 3 akainuka Sulemani, na yeye akamaliza. Na hawa wafalme wote 3 walitawala kila mmoja miaka 40. Na wakati anamalizia Sulemani ule utawala wake wa mwisho, alikuwa amepewa maagizo na Mungu ili atembee katika njia ya Mungu, asikosee. Na wakati anamalizia ufalme wake, mfalme Sulemani akafanya makosa, na kosa kubwa ambalo alilolifanya ni kuoa wanawake wa mataifa mengine ambayo Mungu alikuwa amewakataza wana wa Israeli wasioe kwao. Mfalme Sulemani akajipatia wanawake 700 binti za kifalme na masuria 300, jumla wanawake 1000. Kwa wakati ule, kwa hesabu ya haraka, kama alioa binti za kifalme 700, inawezekana kwamba Sulemani alioa katika wafalme wote wa dunia. Kuna uwezekano huo. Na kwa nini alifanya hivyo? Alifanya hivyo kwa sababu alikuwa anataka apate amani pande zote, na alikuwa ni muoga wa vita wa kupigana. Ndio maana alioa kila ufalme, na alifanya hivyo kwa sababu kama mtu amekuja kuoa kwako, wewe ni baba mkwe wake, yaani hata kama ikiwa ni kwa namna gani, huwezi kwenda kupigana naye, huwezi kwenda kupigana na mkulima wako. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho alichokifanya Sulemani, na kwa kosa hilo akaoa wanawake wengi, na katika hao wanawake wakaleta kila mmoja miungu yake kwenye hekalu la kuabudia. Na Sulemani akafanya kosa, kila mungu wa mwanamke akamjengea madhabahu, ambapo kwa wakati ule walikuwa wanaita mahali pa juu, na akaleta na akawainua makuhani wa kila mungu wa yule mwanamke. Kwa unaweza ukafikiria kama alikuwa na binti za kifalme 700 na kila ufalme ulikuwa na mungu wake, unaweza ukafikiria Yerusalemu jinsi ambavyo ilikuwa imejaa na miungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akachukia, akaamua uondoe ufalme mikononi mwa Sulemani. Sasa Mungu akiahidi, ukumbuke ni Mungu habadiliki. Wakorintho wa pili 1:19 mpaka 20 nasema, maana Mungu aliyehubiriwa kwetu sisi hawi ndio na sio, lakini katika yeye ni ndio, na ahadi zake zote ni ndio, ili yeye apate kutukuzwa kwa sisi. Alikuwa amemwambia Daudi ya kwamba ukienenda katika njia zangu, nitamsimamisha mtu mmoja katika yeye aketi katika kiti cha enzi milele. Kwa hiyo kama Mungu aliahidi hivyo, haiwezekani kwamba Mungu abadilishe. Kwa sababu ya ahadi hiyo Mungu aliyoiahidi ya kwamba atamsimamisha mtu katika ufalme wake aketi katika kiti cha enzi, haikuwezekana ufalme uondoke mikononi katika ukoo wa Daudi. Kwa Mungu akaamua kuularua ufalme, akayatoa yale makabila 10 ili aende kwa mtumishi wa Sulemani, Yeroboamu mwana wa Nebati, na makabila 2, Yuda pamoja na Benjamini, yakaenda katika ufalme wa kusini mkononi mwa Rehoboamu mwana wa Sulemani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini katika yale yote makabila Mungu alikuwa ametoa ahadi, na wote akawaambia waenende katika amri zake. Lakini kwa kosa, kila kabila likafanya kosa lake. Ufalme wa kusini, yale makabila 2, Rehoboamu kuna baadhi ya makosa akayafanya, na wafalme waliofuata baada yake. Na hata Yeroboamu mwana wa Nebati na yeye akafanya makosa, akasimamisha ndama 2 wa dhahabu katika mlima.
na akawaambia, hii ndiyo miungu yenu iliyowatoa Misri, na akawakataza wasiende Yerusalemu kuabudu. Na kutokea hapo Yeroboamu mwana wa Nebati akayatenga yale makabila 10 yasiende kuabudu, na kutokea hapo ule ufalme ukaanza kuitwa Samaria. Na kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa Biblia, unapofika kwenye Agano Jipya, ile Yohana 4, Yesu anapokutana yule mwanamke Msamaria, mwanamke anasema ya kwamba sisi tunaabudu katika mlima huu, lakini baba zetu wanasema kule Yerusalemu ndiko mahali panapotupasa kuabudia. Maana yake anaposema katika mlima huu, anazungumza kwenye mlima ambapo Yeroboamu mwana wa Nebati alisimamisha ndama wawili wa dhahabu ambao Waisraeli walidanganywa kwamba ni miungu waliowatoa Misri. Kwa hiyo wakaendelea kufanya ibada ya sanamu. Na tokea hapo wafalme wengi wakaongezeka, kama tulivyofundishwa, ufalme uliogawanyika, na mpaka tunafika sehemu mfalme wa Israeli kwenye yale makabila 10 anaitwa Ahabu. Na yule mfalme Ahabu na yeye akafanya kosa jingine, akaoa mwanamke anaitwa Yezebeli. Na Yezebeli alikuwa ni mwanamke ambaye anaabudu miungu, anaabudu mungu Baali. Na yule mungu Baali alikuwa na sifa zake. Mojawapo ya mambo alikuwa anayafanya, yeye ilikuwa zinaa kwao, ilikuwa ni kama sehemu ya ibada wanapofanya zinaa. Lakini pia walikuwa na tabia ya kuwachukua watoto na kuwapitisha kwenye moto kuwatoa kama sadaka. Na alikuwa anafanya ibada nyingi za sanamu. Na Ahabu akashindwa kusimama na msingi wa Mungu, akamruhusu mke wake aliendeshe taifa. Na Ahabu ni mwanamke wa kwanza kuanzisha mifumo wa kutaka mwanamke ainuke juu kuliko mwanaume. Ndio maana kuna baadhi ya mambo kule mbele Yezebeli anayafanya kwa ajili ya kumfariji Ahabu. Bwana Yesu asifiwe. Na Elia akainuliwa. Elia ukifuatilia vizuri, labda sijajua kwa wale ambao wamesoma theolojia ya kwamba Elia ni mtoto wa nani, lakini Biblia inaanza tu kwenye ile Wafalme wa kwanza 17 kwamba na Elia mgeni wa Wagileadi akasimama akamwambia Ahabu, kama niishivyo mbele za Bwana hapata kuwa na mvua muda wa miaka 3.5. Yaani anatokea tu. Bwana Yesu asifiwe. Japo tunaamini ya kwamba ni mwanadamu, lakini hatujui vizuri historia yake kwa sababu haijaandikwa sana. Na anasimama kwa ajili ya kukomesha hizi ibada za sanamu ambazo tayari sasa kuna ndama wawili katika mlima wa Israeli wamedanganywa kuabudu. Na Ahabu ameoa mwanamke mchawi ambaye sasa anawapeleka watu kwenye ibada ya sanamu. Kwa hiyo Elia anainuliwa ili kukemea hii hali. Na ile ibada anapoendelea Elia kukemea, akazuia mvua kwa muda wa miaka 3.5. Mwisho wa siku Elia anajionyesha kwenda kurejesha ile mvua. Na wakati anaenda kurejesha ibada, akajenga madhabahu ya Mungu iliyokuwa imevunjikwa kama tulivyofundishwa somo la madhabahu, lakini akawaambia watoe sadaka. Wakashindwa kumzilisha Mungu, yeye akamzilisha Mungu. Na alipomzilisha Mungu akaamua kuwaua wale manabii wa Baali. Na lile tendo la Elia kuwaua manabii wa Baali ilikuwa ni hasira ya Mungu ndani yake, ili kuondoa wale ambao wanaoleta ibada za sanamu katikati ya taifa lake. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya kufanya hayo yote sasa, Elia baada ya kuendesha ibada na kuwaua manabii wa Baali, na baada ya hapo Elia akaenda mlima Karmeli, akaenda akaomba na akamwambia mtumishi wake aende kama mara 7, na mvua ikanyesha. Na mvua iliponyesha, Elia akakimbia kwa spidi kuyapita mpaka magari ya Ahabu. Na baada ya hayo matukio yote sasa, Yezebeli akaenda nyumbani akamwambia Ahabu akaenda nyumbani akamwambia mke wake Yezebeli matukio yote aliyoyafanya Elia, jinsi manabii wa Baali walivyoshindwa kumzilisha Mungu na yeye amemzilisha. Na baada ya hapo akaamua kuwaua wale manabii wa Baali 450. Na baada ya kuambiwa hivyo Yezebeli, kwa sababu yeye ndo alikuwa kiongozi wa hizi ibada za sanamu, akatuma ujumbe kwa Elia kumwambia ya kwamba Elia, miungu yani anaowaabudu wanifanyie vivyo na kuzidi, nisipokufanya roho yako mmojawapo wa hao, yani wala aliowaua katika mto. Akamwambia ikifika kesho majira haya ni lazima nikuue, nikufanye mmojawapo kama hao ambao ulivyowaua. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya hapo Elia akakosa tumaini kabisa, akakata tamaa. Kama amefanya miujiza hiyo yote, ameomba mvua aliyoistopisha kwa miaka 3.5 imenyesha, amemzilisha Mungu kwa macho moto umeshuka na watu wameona. Na baada ya hapo Yezebeli bado moyo wake ni mgumu, anamtishia kumuua. Elia kasahau hayo yote,
akakimbia akaenda jangwani, akatoka Israeli akaenda mpaka Yuda, akamwacha mtumishi wake, yeye akaendelea mbele jangwani kama kwa safari ya siku moja, na anakimbilia pangoni, anamwomba Mungu, ni heri tu mimi nife, maana mimi sio mwema kuliko baba zangu. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati akiwa amekata tamaa, ndipo sasa Mungu akaja kwa namna huko tutaelezea hapo mbele kidogo. Milima ikapepesuka kwa tetemeko, upepo ukapita na moto ukapita, ila Mungu hakuwamo katika hivyo vyote. Lakini mwisho sauti ndogo ikamjia Eliya, inamuuliza unamfanya nini hapa Eliya? Anasema manabii wako wamewaua, wameacha maagano yako, nimesalia mimi peke yangu. Na akasema ya kwamba ni heri yeye afe. Mungu hakudili na tatizo la Eliya moja kwa moja, akamwambia akatie mafuta watu 3, lakini baada ya hapo akamwambia sasa majibu kwa habari ya kukata kwake tamaa. Na kutokea hapo ndo tunapata hii sauti ndogo tulivu, wakati Eliya akiwa sasa kwenye jangwa na analishwa na malaika na anatembea mpaka mlima wa Mungu Horeb. Sasa kutoka kwenye hayo maandiko ambayo tumeyasoma, Wafalme wa Kwanza 19:1 mpaka 18, tuna mambo matatu makubwa ya kujifunza kutokea hapo. Na jambo la kwanza ambalo tunajifunza, na kila jambo moja litakuwa lina mambo kadhaa. Jambo la kwanza ni kitisho cha Yezebeli na kukata tamaa kwa Eliya. Kitisho cha Yezebeli na kukata tamaa kwa Eliya. Kwenye kitisho cha Yezebeli kwa habari ya Eliya yote aliyoyafanya na yeye akakata tamaa, tunajifunza mambo gani? Yaani namba moja ni kitisho cha Yezebeli na kukata tamaa kwa Eliya. Kutokea kwenye hiyo point ya kwanza au namba moja, tunajifunza mambo yapi sasa? Kutokea kwenye hilo jambo la kwanza, shetani hutumia vitisho kuzofisha imani za watu wa Mungu. Shetani anatumia vitisho kuweza kuzofisha imani za watu wa Mungu. Eliya baada ya kufanya hayo yote, shetani alichotaka kufanya akapitia kwa Yezebeli, na Yezebeli akaufanya moyo wake kuwa mgumu, akamtisha Eliya. Na alipomtisha kwa vile vitisho, Eliya akaogopa, akakimbia. Kwa hiyo shetani anaweza akatumia vitisho kukutisha wewe ili imani yako izofike. Mara nyingi kabisa, sio kwa Eliya tu peke yake, hata kwenye maisha yetu kuna baadhi ya mambo yanaweza yakatokea ambayo yakasababisha wewe imani yako izofishe kwa sababu ya vitisho. Ndiyo maana hata mchawi anapotaka kumroga mtu anaanzia kumtisha, anamwambia tutaona kama kesho itafika. Kwa hiyo shetani vile vyote anafanya vitisho ili wewe imani yako ikizofike, na inapozofika maana yake imani yako inaondoka kwa Mungu unapokuwa na hofu. Na Mungu anasema ya kwamba yeye hayuko lazi na wale wanaosita sita. Kwa hiyo ilifanyika hivyo ili kuzofisha imani ya Eliya. Kwa hiyo unapoona vitisho kwenye maisha yako, sio kwa Eliya tu peke yake, ujue ya kwamba shetani anatumia vitisho ili kuzofisha imani yako. Kwa hiyo usiogope vitisho. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwenye hilo jambo la kwanza tunajifunza nini? Kuogopa kwa Eliya kunadhihirisha ubinadamu wa Eliya. Kuogopa kwa Eliya kunadhihirisha ubinadamu wa Eliya. Yakobo 5:17 inasema ya kwamba Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Alafu anasema ya kwamba ila akaomba kwa bidii, mvua ikazuiliwa kwa muda wa miaka 3.5. Alafu akaomba tena, mvua ikafanyeje? Ikanyesha. Pale Yakobo alikuwa anajaribu kuelezea imani, lakini pale juu anaanza kwa kusema Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Anaposema mwenye tabia moja na sisi, maana yake yale mambo ya kibinadamu yalikuwa pia ndani ya Eliya. Kwa hiyo Eliya kule kukata tamaa kwake kuogopa kunadhihirisha ya kwamba Eliya ni mwanadamu kama sisi. Maana yake ni kwamba anaweza akaogopa, anaweza akapata njaa, matatizo yote yanaweza yakampata kama vile ambavyo yanawapata wanadamu wengine. Japokuwa kuna watu wanalitumia vibaya hilo andiko la kusema Eliya alikuwa mwanadamu mwenye tabia moja na sisi. Wanasema kama alikuwa mwenye tabia moja na sisi, kwa hiyo Eliya anaweza akazini kama wanavyozini wengine. Biblia haijasema hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Maana yake yale mambo ya kibinadamu, kuogopa, kukata tamaa,
ambako ni tabia kama ya binadamu wengine, kunaonyesha ya kwamba Elia ni mwanadamu kama sisi. Tofauti na Yesu, hakuna sehemu popote ambapo aliwahi kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Na Elia anapodhihirisha ubinadamu wake, alikuwa pia hajapokea neno lolote kutoka kwa Mungu, ndio maana anaamua kukimbia. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa hajapokea ujumbe. Maana alipoagizwa ya kwamba kastopishe mvua, akaenda akafanya hivyo, akarejesha mvua tena na akafanya yote. Lakini inapofika sehemu hii anatishiwa, baadaye anakata tamaa na kuogopa. Anaonyesha ya kwamba yeye ni binadamu kwa tabia hiyo ya kuogopa, lakini pia alikuwa hajapokea ujumbe wote kutoka kwa Mungu. Alikuwa hajaambiwa ya kwamba kaa mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana mara nyingi wagi natokea pia watu wa Mungu, hata kwenye taifa hili najua, siwezi kutaja majina yao. Kuna wengine pia kwa sababu ya kusema kweli, kipindi fulani cha mwaka uliopita ilibidi wakimbilie nchi za nje. Walikimbia na wengine waisharudi na wengine bado. Kuna wakati mwingine pia Mungu anaitumia njia yao. Hata Yesu mwenyewe wakati anazaliwa, kitisho kilipotokea ilibidi akimbie aende Misri. Kwa hiyo usipopokea ujumbe kutoka kwa Mungu, kuna wakati mwingine Mungu anatumia njia za kibinadamu kukuokoa. Wewe unaona kabisa hapa kuna jambo ya kwamba kuna jambazi yupo amekuja. Baada ya pale huna sauti yoyote ya Mungu inayokuambia kwamba jambazi anakuja. Alafu na wewe unakaa unatulia, unasema kwa imani hata nikata panga. Kama hujapokea neno kutoka kwa Bwana, utakatwa hilo panga na Yesu atabaki kuwa ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Lakini jambo lingine kutokea hapo kwenye hiyo pointi ya kwanza, kukimbia kwa Elia ilikuwa ni ishara ya kukata tamaa. Kukimbia kwa Elia ilikuwa ni ishara ya kukata tamaa. Kama amefanya hiyo miujiza yote, kama angekuwa bado na imani thabiti ile ile ambayo aliyokuwa nayo wakati anamdhihirisha Mungu na pale mlima Karmeli kuomba mpaka mvua ikanyesha, tungeona ya kwamba bado anasimama. Lakini kukimbia kwake kunaonyesha ya kwamba Elia amekata tamaa. Na hii ni hali ambayo inayompata kila binadamu. Ukweli kabisa usiopingika. Hata wewe ambaye umeokoka, waga kuna wakati ukipita mazingira fulani unakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa kwa nini Elia alikata tamaa? Kwa nini Elia alikata tamaa? Sababu zifuatazo zinaonyesha sababu ya kukata tamaa kwa Elia. Na sababu hizi sio kigezo cha kukupa garantii uendelee kukata tamaa. Hapo naomba tuelewe vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Sababu zilizomfanya Elia kukata tamaa hazitupi garantia sisi kuendelea kukata tamaa. Sababu ya kwanza iliyomfanya Elia akate tamaa ni kujisikia kushindwa. Kujisikia kushindwa. Alijisikiaje kushindwa? Baada ya yeye kufanya hayo matukio yote ya kumdhihirisha Mungu wa kweli na kuomba mvua ikanyesha, Elia alichokuwa anategemea ni kwamba moja, Israeli yote itamgeukia Mungu, mpaka na Yezebeli, yani watu wote watamwelekea Mungu wake. Lakini ikawa tofauti kabisa na hivyo. Bado tena analetewa vitisho pamoja na kumdhihirisha Mungu. Kwa hiyo Elia akaona ya kwamba yani nimeshindwa kabisa, hamna chochote kilichofanyika. Ndivyo inavyotokea kwenye maisha yetu. Kuna wakati kuna baadhi ya mambo Mungu anapofanya, mfano unaweza ukaomba jambo fulani likatokea, unaweza ukategemea kwamba watu watakuheshimu kwa sababu ya lile jambo uliloomba. Kuna wakati unaweza ukaomba na jambo likatokea, lakini bado watu wasiheshimu nafasi ya Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Nitolee mfano mwepesi. Kipindi nikiwa advance, darasa ambalo nilikuwa ninasali, mimi nilikuwa kiongozi wa nizamu pale shuleni. Sasa darasa ambalo lilikuwa ninasoma kidogo lilikuwa lina changamoto. Yaani sema watu wa akili zilikuwa kwa lugha za sasa hivi vijana wanatumia, wanasema wamevurugwa. Sasa walikuwa wana tabia mbaya kiasi kwamba wanaweza wakaketi darasani usiku wakaanza kufanya zinaa wakati wengine mnaendelea kusoma, mara wapigane mabusu, mara wabebane. Sasa mimi kama kiongozi wa nizamu haikunipendeza. Nikawakemea mara ya kwanza na ya pili, hawakunisikia. Mungu akaniambia toa tangazo kwamba form 6 wote watapewa adhabu, na akanitajia jina la mwalimu. Nikaenda nikatoa tangazo, mkiendelea kufanya hivyo advance wote na form 6 mtapewa adhabu. Watu wakachukulia ile kawaida. Lakini baada ya muda walipoendelea kutenda uovu, wakajisahau. Siku moja tu hawakuja paredi, wakapewa adhabu, wakalima mashamba yote ya shule.
Na walipofanya hivyo wakakumbuka kila ambacho Mungu alikuwa amenipa na nikitangaza wazi. Lakini bado watu hawakumwelekea Mungu, hawakumheshimu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna wakati Mungu anaweza akafanya jambo kwenye maisha yako, unategemea ya kwamba watamuogopa na kutetemeka sana. Wanaweza wasifanye hivyo, usijisikie kushindwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini jambo la pili nalo kama sababu ya Elia kukata tamaa, upweke. Elia alipofanya matukio yote alitegemea watu waambatane pamoja na yeye na wengine wajitokeze wawe pamoja na yeye, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo Elia akajihisi ya kwamba ni mpweke, yuko peke yake. Ndio maana namwambia Mungu, nimebaki mimi peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukahubiri kweli ikapingwa na watu wachache. Usije ukazani ya kwamba umebaki wewe peke yako mwenye haki, bado kuna wengi wenye haki. Bwana Yesu asifiwe. Sababu ya tatu na ya mwisho kwa nini Elia alikata tamaa, uchovu na njaa. Elia alifanya kazi ngumu. Kwanza ukumbuka, alikusanya manabii wote wa Baali na wale watu wote wa Israeli. Ibada aliyoiendesha Elia sio ya masaa mawili wala matatu, aliendesha ibada ya siku nzima. Yaani amewakusanya watu. Baada ya pale manabii wa Baali wanaweka hapo sadaka, Biblia inasema wakaanza kuomba toka asubuhi mpaka muda wa nini, wa jioni ukafika, wanajikatakata, hamna kitu kilichotokea. Maanake watu waliendelea kuangalia kwa muda wa siku nzima mpaka inafika jioni, muda wa kutoa dhabihu, hamna kilichotokea. Elia anajenga madhabahu, anafanya kila kitu, anawaambia wamwage maji mapipa. Baada ya hapo haitoshi, alipomaliza hilo tukio akaenda mlima Karmeli akaomba mpaka safari mara 7, mvua ikafanya nini, haikanyesha. Na kawaida ya Waisraeli wao kuomba ilikuwa akiomba kiwango cha chini sana, lisali moja. Manaka anaposema aliomba akamwambia nenda mtumishi wake mara 7, Biblia haijasema, lakini makadirio tu ni kwamba aliomba masaa 7, kwa sababu mara nyingi walikuwa wanaomba lisali moja limoja. Bwana Yesu asifiwe. Hasa kama amefanya hayo matukio ya siku nzima na ameomba masaa 7, hebu fikiria huo uchovu. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ukikwambia tu hapo ukae mpaka jioni ufundishwe, yaani ikifika saa 6 ushachoka, ushapigika, unaona mhubiri anasumbua, amalize bana mimi niondoke. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Elia kilichomfanya pia kaleta uchovu na njaa. Ndio maana anafika kula analala. Anasema ya kwamba ni heri nife. Malaika akagundua huyu jamaa amechoka na njaa, akamwambia Elia inuka ule. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe sana. Sasa jambo la pili au namba 2, baada ya Elia kukata tamaa, kitisho cha Yezebeli na Elia kukata tamaa. Jambo la pili ni Elia kukutana na malaika. Elia kukutana na malaika. Wakati Elia amekwisha kukata tamaa na kufanya hayo yote na amekimbia, amepita mpaka Yuda na akaenda mpaka jangwani. Na baada ya hapo Elia sasa ikabidi akutane na malaika. Na malaika anapomtokea anampa chakula pamoja na maji, kwa sababu kule juu Elia alikuwa na njaa tayari na uchovu. Kwa hiyo malaika kwanza, mmoja alienda kulala kwenye pango ili apumzike na ule uchovu, na afu muda huo ana njaa. Kwa hiyo malaika akamtokea, akampa, akamwamsha, akamwambia ale. Alipoamka akaona kuna mkate umeokwa kwenye makaa na gudulia la maji. Kwa hiyo malaika alipomtokea, tunachojifunza kwamba anapewa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inaonyesha kwamba Mungu huwaga anahusika na mahitaji yetu. Kuna wakati kabisa tunaweza tukakosa chakula na Mungu anabaki kuwa ni Mungu na Yesu anabaki kuwa ni Bwana. Lakini mara nyingi Mungu huwaga anatokea kwenye namna ya kipekee sana. Anakupa chakula, unakula na unashiba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kwenda kumwomba Mungu ukiwa na njaa chakula sio ni vibaya, lakini ukiomba inategemea Mungu atakupa maelekezo gani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu ni mtoaji wa mahitaji yetu pale tunapomwomba. Lakini pia malaika anapompa chakula pamoja na maji, ile sauti ya malaika iliyomjia Elia ilikuwa ni uwezesho wa kimungu wa yeye kutembea mwendo wa siku 40 jangwani. Ulikuwa ni uwezesho wa kimungu. Kama malaika alimtokea akampa kile chakula,
na yale maji. Biblia haijaandika, lakini nataka niamini kuwa ule mkate aliokuwa na maji aliyokunywa na ile sauti iliyomjia ndivyo vilivyompa uwezesho na neema ya kutembea safari ya hiyo ndefu aliyoitembea ya siku 40 jangwani, usiku na mchana. Kwa maana yake Elia alikula mkate mara 2 na akanywa maji na akafunga siku 40 kavu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Biblia waliotajwa waliofunga siku 40 ni watatu. Ni Musa, Elia pamoja na Yesu. Na Musa anaenda zaidi ya hapo, kwa maana alifunga 40 alipokuta wamejichanganya, akarudi tena akapiga zingine 40 za kuombea msamaha. Na mara nyingi sana kwenye Biblia maombi kavu ambayo yametajwa kama ya kusanyiko ni mwisho siku 3 kavu. Ikienda beyond zaidi hapo ni maelekezo ya kimungu. Ndiyo maana mtu wa Mungu, sayansi inasema ya kwamba binadamu akikaa siku, wanaume kuanzia 5 6 kama ajala anaweza akafa. Kwa wanawake inaweza ikaenda mpaka 7. Madaktari wanasema hivyo. Sasa maana yake ikitokea wewe unataka ufunge zaidi ya 3, yawe maelekezo ya kimungu na iwe uhakika. Usiseme kwa sababu kuna watu walifunga siku 7 au 10 au 40 na wewe unasema na mimi napiga 40, mtumishi wa Bwana. Utakufa na Yesu atabakia kuwa ni Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka yawepo maingilio ya kimungu. Usije ukafanya hilo kosa. Usije ukafanya hilo kosa. Na ukitaka uende beyond zaidi ya siku 3, mara nyingi zaidi watumishi wengi waga wanashauri kama unaweza unafunga siku 4 5, mara nyingi umuone mchungaji wako akuombee neema. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukafanya hilo kosa. Sasa jambo la 3 na la mwisho. Jambo la 3 na la mwisho. Elia amekwisha kukata tamaa na mambo yote yaliyotokea, na malaika wa Mungu anamtokea, anampa chakula na maji ili kuondoa njaa yake pamoja na uchovu wake, na anapata uwezesho wa kutembea siku 40 mchana na usiku. Anafika mlima wa Mungu Horeb. Na anapofika mlima wa Mungu Horeb, kutokea hapo kwenye mlima wa Mungu Horeb tunajifunza nini? Au jambo la 3, Bwana kumtokea Elia na kumpa maelekezo. Bwana kumtokea Elia na kumpa maelekezo. Malaika wa Mungu alipomtokea alimwonyesha, akala, akanywa na akapata uwezesho na akatembea. Hasa anapofika kwenye huu mlima wa Mungu Horeb, Bwana anamtokea au Mungu mwenyewe anamtokea Elia na kumpa maelekezo. Na wakati Mungu anamtokea Elia, tunajifunza mambo gani kabla ya Mungu kusema naye moja kwa moja? Jambo la kwanza ni mwitikio wa uumbaji Mungu akiwa anashuka. Mwitikio wa uumbaji wakati Mungu akiwa anashuka. Wakati amefika kwenye mlima wa Mungu Horeb, wakati Mungu anataka ashuke, Mungu aliposhuka, yani kabla hajasema ile sauti yake direct, Mungu huwaga akiwa anashuka, uumbaji huwaga unaitikia kukiri ya kwamba yeye ni Mungu aliyeviumba. Ndio maana wakati Mungu anashuka, kwanza lilipita tetemeko kali, likatikisa mpaka likapasua milima. Hebu fikiria hilo tetemeko linalopasua mpaka milima. Bwana Yesu asifiwe. Hapa anasema upepo mkali ukapita, alafu mwisho wa siku kuna moto ukapita. Ila Biblia inakuja kuthibitisha Mungu hakuwemo kwenye lile tetemeko wala kwenye ule upepo wala kwenye nini? Kwenye moto. Maana yake ulikuwa ni mwitikio wa Mungu wakati akiwa anashuka. Ndio maana Mungu akiwa anashuka kwenye maisha ya mtu, mara nyingi sana huaga kuna mwitikio. Ukifuatilia hata kwenye Agano Jipya, Mungu wakati akiwa anashuka, ili aonyesha ameshuka, waliomba mpaka ardhi zikafanya nini? Ikatikisika. Maana yake Mungu anaonyesha mwitikio wa ule uumbaji wakati Mungu akiwa anashuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kutokea hapo pia tunajifunza nini? Kutokea hapo tunajifunza nini? Tunajifunza kumwona Mungu katika namna tofauti tofauti. Kumwona Mungu katika namna tofauti tofauti. Watu wanamwona Mungu, waga wengi wanauliza swali hii, unamwonaje Mungu? Mungu anajionyesha kwa watu wake katika namna tofauti tofauti. Na mojawapo ya namna nitazitaja tu, sitaelezea. Namna ambazo Mungu anajionyesha kwa watu wake ni kupitia matendo yake. Kuna mwingine anaweza akasimama kanisani hapa akashuhudia akasema ya kwamba nimemwona Mungu kwenye maisha yangu. Sasa akasema umemwonaje Mungu?
amemwona Mungu kupitia matendo yake, yale ambayo Mungu anafanya kwenye maisha yake. Kwa unapoona Mungu anafanya baadhi ya mambo kwenye maisha yako, hiyo ikuthibitishia ya kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana andiko moja la Zaburi nimelisahau linasema ya kwamba wana wa Israeli waliona matendo ya Mungu, lakini Musa alimjulisha nini? Njia zake. Maana yake Waisraeli wote waliishia kuona matendo. Wao walimuona Mungu kwa matendo. Waliona bahari inapasuka, mto unapasuka, waliona mambo mengi, lakini Musa alikuwa anajua Mungu inakuwa kuaje mpaka inakuwa hivi. Kwa kwetu sisi natufundisha nini? Usiishie kuona matendo ya Mungu, tamani uzijue njia za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kama ukiishia kuona matendo ya Mungu, kuna siku utakosa baadhi ya vitu. Kwa sababu sasa umekosa, utasema Mungu ameniacha. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kilichomtokea Elia. Elia hapo matendo yalipotokea, matendo yalipokosekana. Kwanza Elia alitegemea wote wataitikia. Na Yezebeli kama akileta vya kuleta, aitegemea moto ushuke umwangamize. Alafu haikuwa hivyo. Kwa akakata tamaa. Kwa usipoona matendo ya Mungu kwako, usije ukasema Mungu amekuacha. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namna nyingine ya kumwona Mungu mbali na matendo yake ni njia zake. Kumwona Mungu katika njia zake. Na ili kumwona Mungu katika njia zake, mara nyingi linaenda sambamba na kulijua neno la Mungu. Kuna watu wengine wasimamaga wanashuhudia, nasema ninamshukuru Mungu, nimemwona kwenye maisha yangu, amenisaidia. Nilikuwa nasoma Biblia sielewi, lakini sasa nikisoma naelewa. Maana amezijua njia za Mungu kupitia neno lake. Unajua kuelewa Biblia inamhitaji Mungu aje juu yako akuangazie. Kisiolojia baba zetu wanatufundisha, wanasema Mungu ndiye mwandishi wa Biblia, na aliandika kwa namna gani? Aliwavuvia Roho Mtakatifu wale waliokuwa wanaandika. Maana yake aliwakamata waandike tu yale Mungu anayotaka. Ili ije kwetu sisi tunahitaji kuangaziwa. Kuangaziwa maana yake ni Mungu anakuja kwenye ufahamu wako, anakupa namna sahihi ya kuelewa Biblia. Kwa ili usome Biblia uelezewe, ili uelewe, unahitaji Roho Mtakatifu aje juu yako akuangazie. Tofauti na hapo, utasoma Biblia utatoka na mafunuo ya ajabu. Mtu mmoja akasoma Biblia, alipotokea pala akasema, Mungu amenifunulia kwa ule mti wa ujuzi wa mema na mabaya, shetani ndo aliupanda Eden. Mpendo, umepotea. Bwana Yesu asifiwe. Pale Biblia haijasema hivyo. Mungu aliwakataza wasile mti wa ujuzi wa mema na mabaya na mti wa uzima. Kwa maana yake Mungu ndo alikuwa ameweka. Sasa usiposoma Roho Mtakatifu akakuangazia, unaweza ukatoka hapo na fundisho potofu. Ndio maana tunamhitaji Roho Mtakatifu. Lakini namna nyingine ya kumwona Mungu, tunamwona Mungu katika maono au katika ulimwengu wa roho. Mungu anaweza akajionyesha kwako katika maono au katika ulimwengu wa roho. Hii maono au katika ulimwengu wa roho ina maana ya kwamba unaweza umekaa umetulia hapa. Baada ya pale dakika hiyo Mungu anakuchukua na kuonyesha mambo kadhaa. Au wakati hivi tukiwa tumekaa, mtu anaweza akasikia hapa sauti ya Mungu, alafu wengine wote hamjasikia. Hivi subiri niseme jambo moja. Jambo kuu hili sio kwa wote. Mara nyingi watumishi wengi wa Mungu, wachungaji na wengine wahubiri, akisimama akiwa anaendelea kuhubiri, anaweza akahubiri akafika mahali akastaki, akasema asante Roho Mtakatifu. Hivi kwa nini wanasemaga hivyo? Maana yake alikuwa anasema kitu fulani, alafu Roho Mtakatifu ndani yake anamkumbusha kitu. Ile ni katika ulimwengu wa roho. Wewe hujasikia chochote. Japokuwa kuna wengine pia ni wasanii. Bwana Yesu asifiwe. Japokuwa kuna wengine pia ni wasanii. Lakini namna nyingine ya kumwona Mungu ni uso kwa uso. Uso kwa uso. Kuna swali liliuliza wiki iliyopita hatujalijibu. Kwa hiyo tuendelee kutafuta majibu. Kumwona Mungu uso kwa uso. Kuna baadhi ya watu wachache ambao wamefanikiwa kumwona Mungu uso kwa uso hata katika kizazi chetu. Na Mungu anapojionyesha kwako uso kwa uso, kuna namna Mungu anakupa uwezesho. Kwa sababu huwezi ukamwona Mungu uso kwa uso kwa hivi ulivyo, utakufa. Kwa sababu Mungu akija ndani yako akikuta dhambi yoyote au kosa lolote, ule utakatifu wa Mungu unageuka kuwa ghadhabu. Ndio maana hata wakati Musa anatoka kule kwa Yesro, alikuwa amefanya kosa moja. Na kosa hilo ambalo alikuwa amelifanya, alikuwa hajamtahiri mtoto wake. Na Mungu alikuwa amewapa maagizo.
Kwa Mungu alipokutana naye akataka kumuua. Kwa hiyo ikabidi kwanza wamtahiri mtoto wake ndio Mungu akamwacha. Kwa Mungu akikutana wewe uso kwa uso, watu wa Mungu, kama kuna uovu ndani yako. Ndio maana kuna watu wengine wanaombaga maombi ya ajabu. Mungu nataka nikuone uso kwa uso. Unamjua Mungu au unasikia? Yaani Mungu akishuka, ule uumbaji ukiitikia tu. Wana wa Israeli walipoona tu aliposhuka, uumbaji ukaitikia, mlima ukaanza kutikisika, ngurumo zinapika radi. Wakasema, Musa nenda mwenyewe. Kwa Mungu akishuka, yaani ule uumbaji tu ukiitikia, hata hapa akishuka, uumbaji ukianza kuitikia, watu wote wanalala chini. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiombe usichokijua. Lakini namna nyingine ya kumwona Mungu, hii ni ile katika ulimwengu wa roho, lakini kwa njia ya ibada. Nitumie msemo huo, kwa njia ya ibada. Kuna watu wanasemaga ya kwamba nimemwona Mungu kwenye ibada. Wakati akiwa anaabudu amekutana na Mungu. Kitabu cha Waebrania 12 sura ya 12 mstari wa 18 mpaka wa 24 anaelezea, anasema ya kwamba Waisraeli walipoukaribia ule mlima waliogopa sana. Lakini sisi watu wa Agano Jipya tumeufikiria mlima Yerusalemu wa mbinguni na makusanyiko ya malaika na wazaliwa wa kwanza na Mungu mwamuzi wa roho na Yesu mjumbe wa agano. Sasa maana yake sisi kumbe huaga tukiwa tunaabudu. Hilo andiko linatuthibitisha ya kwamba huaga tunahama kutoka duniani tunaingia mpaka mbinguni. Maana kwenye Agano la Kale kulikuwa kuna mahali panaitwa patakatifu pa patakatifu, mahali ambapo walikuwa wanakutana na Mungu. Biblia inasema kwenye Waebrania Yesu amekwisha kuhamisha patakatifu pa patakatifu kutoka duniani mpaka wapi? Mbinguni. Kwa hiyo ibada yetu huaga kule tunahamishwa, tunaingia mpaka mbinguni. Ndipo ambapo mtu hapo unaona amekata upepo, ameanguka, amelala. Japokuwa siku hizi kuanguka na kulala kwa vijana imekuwa mtindo. Wakienda kwenye ibada ya kusifu na kuabudu, wakisifu kidogo wanaanguka wote, wanalala. Wanapiga picha, Bwana alikuwepo kwenye ibada. Mwingine ni usanii. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie sasa. Hapo kwenye jambo la tatu, jibu la Mungu kuhusu hali ya Elia. Wakati Elia amekutana na hayo yote, pamoja na mabaya yote yaliyompata, pamoja na uimbaji ulipoitikia na mambo yote yalipotokea, sauti ndogo tulivu kwenye ule mstari wa 12 inakuja. Na Elia alipokwisha kuijua ile sauti, akajifunika asikilize maelekezo ya Mungu. Na Mungu anaanza kumuuliza, unafanya nini hapa Elia? Na huku malaika alimuuliza, maana yake lile ni karipio au kukemewa na Mungu kwa sababu ya hali yake ya kukata tamaa. Na wakati Mungu amemkaripia vile, Mungu hakuanza kumfariji moja kwa moja Elia. Jambo la kwanza Mungu alilofanya, alimwambia nenda kamtie mafuta Hazaeli, nenda kamtie mafuta Yehu na Elisha mwana wa Shafati. Mara nyingi Mungu akishuka kwenye maisha yetu huaga haanzi na tatizo ulilonalo. Mara nyingi, sio mara zote. Bwana Yesu asifiwe. Hii inakuthibitia ya kwamba Mungu anaposhuka, mara nyingi hata kama ukiwa kwenye hali ya kukata tamaa, Mungu anaweza akaanzia kukupa jukumu la kufanya. Hakumwambia kwa sababu umekata tamaa basi nitaua, nitafanyeje. Mungu anaanzia kumpa jukumu la kwamba nenda katie mafuta watu. Japokuwa kule kutia mafuta kunathibitisha ya kwamba Mungu ataondoa ule utawala wa waovu. Kwa sababu anamwambia atakayeokoka na upanga wa Yehu, Hazaeli atamuua. Akiokoka na Hazaeli, Elisha atamuua. Vivyo hivyo Yehu ndiye aliyekuja kumuua Yezebeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pamoja na hayo, Mungu anaposhuka mara nyingi zaidi anaweza akaanzia kukupa jukumu. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa kutokea kwenye sauti ndogo tulivu, ili tuelewe vizuri, ile sauti ndogo tulivu ilikuwa ni sauti ya Mungu kwenye maisha ya Elia. Na mara nyingi zaidi Mungu amekuwa anasema na watu wake kwa sauti ya utulivu sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sauti ya utulivu sana. Na hii inakupa wajibu wa wewe kukaa na Mungu peke yako. Secret time na Mungu. Yaani muda wa binafsi wa wewe na Mungu. Ukae na Mungu, uombe, usome neno. Kutokea hapo ndio unaweza ukamsikia Mungu. Sasa watu wengi mara nyingi ili kosa tunalifanya. Unapoingia kwenye maombi, unakuja unaimba mahitaji yako yote. Ukimaliza kuimba mahitaji,
unasema ninakushukuru Mungu kwa sababu umekwisha kujibu, jina lako litukuze, unatembea. Yaani huna hata dakika moja ya kumsikiliza Mungu anasemaje. Ukiomba, ukiwa umekaa wewe peke yako na Mungu, omba. Ukimaliza kuomba, kaa, soma neno, tafakari. Kutokea hapo kuna sauti ndogo tulivu itakuja kwenye maisha yako, na Mungu kuna jambo atasema na wewe. Lakini ukiwa tu mtu wa kupeleka mahitaji mbele za Mungu, ukimaliza unakimbia, huna muda wa kumsikiliza Mungu, haitatokea siku umsikie Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mara nyingi kwa wakati wa Agano Jipya kwetu sisi, Mungu mara nyingi hasemi kwa ile sauti ya wazi ya direct, japokuwa anasema, ila mara nyingi anatuongoza kupitia sauti ya ndani, sauti ya Roho Mtakatifu. Na hii sauti inakuja wakati ukiwa kwenye utulivu, na ndio maana mara nyingi Mungu huaga anasema na watu wakati wa usiku, wakati wa utulivu. Lakini pia anasema na watu wakiwa wamekaa peke yako, wakiwa wanaendelea kumtafakari Mungu, wanasoma neno. Na hii ikupe wajibu wa wewe kusoma Biblia, maana Mungu anatangaza kwenye Waebrania 1:1 kwamba alisema na sisi kwa njia nyingi, lakini mwisho wa siku amesema na sisi kwa mwana, ambapo kirudi Yohana 1:1 anasema ya kwamba huyo mwana ni neno. Maana yake Yesu amekuja kwetu, amefanyika kuwa neno. Kwa hiyo wewe usipokuwa unasoma Biblia, hata kama ukiomba maombi gani, Roho Mtakatifu atasema na wewe, kwa sababu Mungu huaga anasema analiangalia neno lake apate kulitimiza. Kwa hiyo unapoomba na kusoma neno, ikupe wajibu wa kusoma sana Biblia na kuomba sana. Kutokea hapo Mungu atasema na wewe. Ili ukiwa hauombi na kusoma neno, hamna chochote utakachosikia. Na tunaendelea na usomaji wa Biblia. Kitabu cha Mwanzo kimeisha, cha Ayubu kimeisha. Jana tulikuwa tunasoma Kutoka 4 mpaka 6. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unatakiwa ujitafakari, umemaliza hata Mwanzo? Yaani kama Mwanzo tu hujaimaliza yote, nakwambia ukweli tu, utatamani sana Mungu umsikie, lakini hutamsikia. Utamwambia Mungu, natamani nikusikie kwa sauti wazi. Ila akikuangalia huyu jamani, kimjia kwa sauti wazi, kwanza atazimia, atakuja amshwe, kwa sababu hana neno lolote. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tusome neno, watu wa Mungu, tusome neno. Itupe wajibu. Kama tupo Kutoka 4 mpaka 6, leo uendelee Kutoka 7 mpaka 10. Usome Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine waga wanasoma Biblia wakipangwa kuhubiri. Akipangwa hivi kama kuja kufundisha, siku hiyo ndo anaketi anasoma Biblia, anatafuta. Kibaya zaidi anaenda mbali zaidi, akishindwa andiko kulifafanua, atafuti kamusi ya Biblia au kumpigia mchungaji amuulize. Anaingia Google, ana Google ili andiko lina maana gani. Kibaya zaidi anaingia AI, ana Google kule, anakuja anatufundisha AI. Mimi nikikuona unatumia AI, niishie hapo. Jambo la mwisho kutokea hapo kwenye hilo jambo la tatu la Elia alikuwa amekata tamaa na akahisi amebaki yeye peke yake, nabii wa Mungu wa kweli. Na mara nyingi hii inatokea ukiwa unahubiri kweli, afu baada ya hapo unapingwa. Mara nyingi huaga tunajihisi upweke. Hali ya Elia ya kukata tamaa, Mungu alimjibu kwa kumwambia akawatie mafuta hao watu ili waweze kuangamiza utawala muovu. Lakini ile hali ya kubaki peke yake Elia, Mungu anamjibu kwa kumwambia, sio wewe peke yako unayemtumikia Mungu wa kweli. Kuna watu 7,000 nimejisazia wasiompigia goti Baali. Na mwandishi sikumbuki ni kitabu gani, kama sio Waebrania, lakini kuna mtu mmoja kwenye Agano Jipya kati ya waandishi anasema ya kwamba kama vile ambavyo Elia alikuwa amekata tamaa, jibu la Mungu linakuja linamwambia nimejisazia watu 7,000 wasiompigia goti Baali. Vivyo hivyo kwa wakati huu Mungu anayo mabaki. Hata kama unaona ya kwamba uovu mwingi unatawala, watu wanafanya mambo ya ajabu, unaona kwenye taifa lako si viongozi wanafanya nini, unaona watu unaokaa nao wanafanya mabaya, wakifanya uovu ndo wanashangilia, usije ukakata tamaa. Mungu bado ana mabaki hata katika kizazi hiki. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukadanganywa na mtu ya kwamba watakatifu wameisha. Na wala mtu asije akasimama akakwambia ya kwamba kanisani kwetu ndio watakatifu peke yake. Kuna baadhi ya watu wanaosali maeneo tofauti tofauti, ukikutana nao ukisema ya kwamba unasali wapi? Kuna baadhi ya watu nikutana nao ukimwambia unasali wapi? Nasali TAG. Anakuangalia hivi na kuona kama mpagani fulani.
Bwana Yesu asifiwe. Watu wa Mungu watakatifu bado wapo, haijalishi wanadhari dhehebu gani. Kikubwa kama wanatembea na misingi ya kimungu, watakatifu bado wapo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hata kama uone dunia imejaa dhuluma na mambo mengine, hata wakati wa Nuhu walijaa wabaya, lakini Nuhu alikuwepo kama mabaki. Wakati wa Rutu, pamoja na uchafu wake, alibaki Rutu peke yake mwenye haki. Kwa hiyo wewe dhamiria moyoni yako ya kwamba hata dunia nzima ichafuke, mimi nakataa, nitakuwa mtakatifu kwa Mungu. Na wote tukizamiria hivyo, kila mtu ataishi maisha matakatifu na ya kumpendeza Mungu, na Mungu atatuongoza kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tumefikia mwisho na muda umeisha. Kama kuna swali moja au mawili, naomba tuulize, lakini natamani tusiyajibu, tutayajibu wiki ijayo. Naomba tu kama kuna mtu mwenye swali atauliza, naweza akanyosha mkono, na wakati akiwa anaendelea kunyosha mkono, naomba nijibu swali hili. Wiki iliyopita tuliuliza kwa habari ya kwamba Mungu unaweza ukamwona kwa namna gani? Na Biblia kuna mahali imeandika kuna watu walimuona Mungu. Nimekuelezea namna ambazo watu wanamuona Mungu. Lakini kitokea Mungu amekuja mbele yako umuone uso kwa uso, kuna ile neema ataiachilia kwako ya kuweza kustahimili. Tofauti na hapo huwezi kustahimili. Ndio maana naandika anasema, huwezi ukaniona mimi. Musa anasema kwamba Mungu natamani kuona, akamwambia huwezi ukaniona mimi ukaishi. Japokuwa alikuwa anasema naye kama vile ambavyo mtu anaweza akasema na rafiki yake, lakini kumwona Mungu uso kwa uso, kuna neema yake inahitajika. Na kwenye Biblia ni wachache sana waliomuona Mungu, na baadhi yake wachache wengine walimuona malaika, hawakumuona Mungu moja kwa moja. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumuona Mungu uso kwa uso na kwa namna zote inawezekana, lakini kuna neema yake inahitajika. Na hatuombi tumuone Mungu, lakini kwa kadri tunavyoliishi neno lake na kuishi maisha matakatifu, Mungu anaonekana kwetu. Kama kuna mtu mmoja mwenye swali au wawili kabla hatujahitimisha somo letu. Kuna mtu mwenye swali, watu wa Mungu? Kuna mtu mwenye swali? Bwana Yesu asifiwe. Kama hamna mwenye swali, Mungu awabariki. Tuishie hapo. Ishie hapo tuweze kutoa sadaka ya wanafunzi pamoja na maandiko, na wakati huo praise wakiwa wanasogea ili waweze kuendelea na ibada ya kumsifu Mungu, naomba tutoe sadaka ya wanafunzi na maandiko. Naomba tutoe sadaka, baada ya hapo tuendelee na ibada ya kusifu na kuabudu.